asifiwe. Niko mbele yenu kuwaletea neno kuhusu maombi ndiyo njia ya kufanikiwa. Nitasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, aya ni ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 6 kwanza, alafu nitaruka nitaenda 15 hadi 18. Inasema hivi: ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yoshafati vitani. 2. Wakaja watu waliomwambia Yoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Ihasosoni Tamari, ndio Engedi. 3. Yoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafuta Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. 6. Akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za dunia? Falme zote za mataifa, na mkono wako una uwezo na nguvu, usiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Biblia inasema kwamba basi Yoshafati akapata habari ya kwamba kuna watu ambao wanataka kumjia. Biblia inasema kwamba Yoshafati akageuka, akaanza kutazama, je, Mungu nifanyeje? Akachukua maombi ya siku 3 pamoja na kusanyiko. Ndipo Biblia inasema kwamba basi Yoshafati akasimama katikati ya watumishi wa Mungu. Nataka niseme hivi: utakaposimama na kuchukua maombi aidha ya siku 2 au siku 3, Bwana atasimama na wewe. Nikiruka hapo mstari wa 15 hiyo 20, nasema akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu bali ni vya Mungu. Kesho shukeni juu yao, na tazama wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa ya Yerueli. Biblia inasema kwamba basi nabii wa Bwana akamwambia Yoshafati, usiogope, pamoja na wana wa Israeli kwamba wasiogope. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu ameshuka mwenyewe. Ndio maana amesema kwamba vita si vyenu bali ni vyake Bwana. Ndio maana nataka nikwambie, wakati ukichukua hatua kisawasawa, basi vita vitakuwa si vyako. Vita vinaweza kuwa vyako kama utabaki kumlilia Mungu na usiongee lolote, lakini chukua hatua ya kuchukua maombi na kusanyiko ulilo nalo, hakika Mungu vita vitakuwa ni vyake. Anasema atapigana nao wanaopigana nawe, atateta nao wanaoteta nawe, atashika ngao na kigao akutetee. Nataka nikwambie, Mungu ana uwezo wa kukutetea, bora tu useme kwamba mimi nitamwacha Mungu hivi vita vyako. Mimi nitasimama nikijua kwamba Mungu pekee ndiye atakayenishinda. Vita si vyako mama, vita vya ndoa si vyako, vita vya kazini si vyako kaka, vita vya kazini si vyako dada, vita vya kazini si vyako
vita vya hata vya nyumbani vya mawifi sio vyako, vita vya watu ambao wako karibu na wewe sio vyako, vita vya familia si vyako. Vita hivi ni vya Bwana. Bora umhusishe Mungu. Ukimhusisha Mungu kwa kila jambo, yeye atachukua nafasi akikutetea, yeye atachukua nafasi akikupigania, yeye atachukua nafasi akisimama akishika Baba akishika nafasi. Na hakika ukitaka kushinda vita inawezekana. Muhusishe Mungu, muhusishe Yesu, husisha malaika wake, husisha nguvu zake, yeye atakushindia. Nataka nikwambie hivi ni kwamba vita viko, lakini kuna vita ambavyo viko na unaweza ukavishinda. Danieli alikuwa katika maombi siku 21 na vitu vyake vikazuiliwa. Je, wewe ambaye huchukui maombi kabisa, hivyo vita utaviona ni vingi, hivyo vita utaviona ni vikubwa. Ni kwa sababu hauna nafasi ya kumlilia Bwana. Hakikisha unachukua maombi, hakikisha unahusisha wenzako, mnaomba kwa pamoja. Mkiomba kwa pamoja utafanikiwa. Chukua wenzako, ombeni, mwambie mtumishi wa Mungu omba, na wewe mwenyewe jihusishe katika maombi. Hivyo vita ambavyo unaviona ambavyo viko mbele yako, hakika Mungu ataviondoa, hata hutajua mahali vitakapoenda. Mungu akubariki. Shalom, shalom, shalom.